Tulipoishia palikuwa patamu kinoma yani. Tayari Frenki alishaanza kazi yake ya uchungaji. Na kwa kutumia nguvu za kishetani akawa anafanya miujiza tu bila kuhubiri neno lolote kwa waumini wake. Licha hivyo, bado watu walikuwa wanafurika kumfuata ili awasaidie. Maisha ya Frenki yalibadilika na kuwa ya hadhi kubwa sana. Hata Kevin ambaye ndiye alimpeleka kwa shetani kupewa nguvu, akawa hapokei simu zake na kumsahau kabisa. Kevin alivyoona imefika mwisho, akaacha ujumbe kwa secretary wa Frenki kwa kumwambia kwamba ikiwa ataacha kumtafuta, basi pasta huyo atapoteza kila kitu. Ujumbe ambao Frenki aliupata na kupuuza. Sasa tuendelee. Hii ikiwa ni sehemu ya 4. Kama hujazipata sehemu zilizopita, wala usijali. Ingia hapo katika akaunti yetu, utazikuta. Zimeangaliwa na maelfu ya watu. Unaweza ukaanza kuzitazama. Karibu. Upande wa pili tunamuona Kevin akiwa yupo pangoni. Amekunja miguu vizuri. Mbele yake yupo yule kiumbe mwenye mapembe mithili ya shetani. Katikati yao kuna mapande ya nyama mbichi. Kevin anachukua kipande kimoja na kukishika, ila mikono yake inatetemeka na uso wake umejaa woga sana. Kipande hicho anakiweka mdomoni na kuanza kukitafuna taratibu, huku akipangusa damu iliyokuwa ikitokeza kwa nje. Kiumbe aliyekuwa mbele yake akavunja ukimya uliokuwa baina yao kwa kuuliza, "Kwa hiyo amekataa?" Kevin kwa sauti ya kutetemeka alijibu, "Ndio." Kiumbe akauliza tena, "Umemwambia matokeo ya kupuuza masharti ya ibada?" Kevin akakumbuka kuwa hakuna kitu alichomwambia Frenki kuhusu ibada, ila kwa kuogopa adhabu ambayo angekutana nayo kwa wakati huo, akaitikia kuwa ameshamwambia kila kitu. Yule kiumbe bado hakumaliza kuuliza. Aliendelea, "Kuanzia sasa nampokonya nguvu zangu, lakini anapaswa kujua vile alivyovichuma haviwezi kuwa vya bure, anatakiwa avilipie sadaka. Zikipita siku 7 kitamkuta kitu ambacho atakijutia." Sauti ya kiumbe ilikuwa inatisha na kutetemesha. Kevin muda wote huo alikuwa katika utii mkubwa na unyenyekevu. Alitikia kuwa ameelewa kila kitu na ataufikisha ujumbe kama ilivyopaswa kuwa. Turudi huku kwa mhusika mwenyewe, Frenki. Pastor Frenki muda huo sio mtu wa mchezo kabisa. Yaani ananyuka viatu vya bei za viwanja vya Kigamboni, suti za kuwaka za mamilioni, na akizivua harudi kuzivaa tena. Pastor Frenki alikuwa anatengeneza hela mpaka hajui azifanyie nini, zote zikiwa ni sadaka za waumini tu ambao walimtazama kama mchungaji wa kweli, wakafikia kutoa shukurani kwa yale ambayo alikuwa anayofanyia. Sasa usiku huo kulikuwa kuna shughuli maalumu ambayo kanisa la Pastor Frenki liliandaa. Shughuli hiyo kiingilio cha mtu mmoja kilikuwa ni $5,000,000. Wenyewe waliamua wauite The Elites Night, yani usiku wa watu wenye hadhi, usiku ambao Pastor Frenki alichagua kuwaombea matajiri tu. Siti alizoweka zilikuwa ni 100 na zote zikaisha ndani ya siku moja tu aliyotangaza tukio hilo. Ukumbi wote ulifurika kusubiri maombi maalum kutoka kwa mchungaji huyo. Kulikuwa kuna viongozi mbalimbali kutoka serikalini, kutoka kwenye taasisi binafsi na wengine mpaka wageni kutoka nje ya nchi. Wote walifika katika ukumbi huo kumtazama Pastor Frenki na ikibidi awaombee. Kama kawaida yake, alipofika tu juu ya jukwaa, hakuchukua muda mrefu, alinyosha mikono juu akashusha maombi mazito sana, akikemea matatizo na shida za watu wote waliokuwa mule ndani. Baada ya hapo ikaanza saa maalumu ya maombi ya mtu mmoja mmoja. Na mtu wa kwanza alikuwa ni mwanaume ambaye amelazwa katika kitanda. Anatembea huku amelala na madripu yakiwa yamefungwa katika kitanda hicho. Frenki alipouliza tatizo la mwanaume huyo ni lipi, akaambiwa alilala na kuamka tu akiwa hawezi kusogeza chochote cha mwili wake. Madaktari wengi wamehangaika, lakini hakuna tatizo ambalo linaonekana katika mwili wake. Huku akiwa na tabasamu, Frenki alimwekea mkono na kumtakia uponyaji, kisha akaubandua huku akimtaka bwana huyo aweze kusimama na atembee. Umati ambao umeshawahi kushuhudia mchungaji huyo akifanya maombi makubwa na ya kushangaza, uliamini hilo lingekuwa ni jambo lingine la kubahatika kuliona katika maisha yao. Lakini haikuwa hivyo, mgonjwa hakuinuka. Tangu siku alipoanza huduma hiyo, haikuwahi hata mara moja Frenki amwekee mtu mwenye matatizo mkono halafu ashindwe kumponya. Hiyo ilikuwa ni mara ya kwanza na ilimtia wasiwasi. Frenki alirudia kumshika huku akihakikisha mara hiyo anakomaza ulimi wake na kutoa amri kwa uthabiti zaidi. Lakini hali ilibaki vile vile, mgonjwa hakuinuka. Ili kuficha aibu hiyo na waumini wasihisi chochote, Frenki alichukua kipaza sauti na kusema mgonjwa huyo ana uchawi mzito sana na anahitaji maombi private ambayo yatakuwa nje ya macho ya watu. Waumini wakapiga makofi na kushangilia. Lakini foleni ya wale waliokuwa wakihitaji msaada wa maombi ndio kwanza ilikuwa imepunguzwa mtu mmoja. Wengi wakawa wanasubiria. Akasogea wa pili. Alikuwa ni mwanamke, mtoto wake ana tatizo la kushindwa kuongea. Kila akijaribu kufungua mdomo wake ni kama kuna mtu anajitahidi anaufunga mdomo. Mwanamke huyu alisema maisha yake ni ya hali ya chini sana. Amehangaika kutafuta msaada sana mpaka alipokutana na muumini ambaye aliwahi kusaidiwa na Pastor Frenki. Muumini huyo ndiye aliyemlipia kiingilio cha $5,000,000 kwa lengo la kuona mtoto wa mwanamke huyo anapata msaada. Pastor Frenki ambaye muda huo kuna mashaka makubwa yalikuwa yanampitia moyoni mwake, aliinama na kumshika kijana mdomo ili amuombee.
Hebu tufanye kitu kimoja. Tukumbuke chaneli yetu ni mpya. Sasa ili ifike kwa watu wengi zaidi, hapo chini kuna kialama kama hiki, kiguse. Kisha ingia katika comments hapo, tuambie jina lako, unatufuatilia ukiwa pande zipi. Mfano, jina langu ni Kalidushi na wapata nikiwa Mbeya. Utakuwa umetisha sana. Pastor Frank aliushika mdomo wa kijana yule na kutamka maneno ya chini chini sana. Waumini wakahisi anaomba kwa Mungu. Kumbe alikuwa akimtaja shetani ili zitumike nguvu zake ziweze kutoa msaada. Na matokeo yakawa kama ya awali tu. Hakuna ambacho kilibadilika wala nini. Pastor Frank alianza kuyapekua macho ya waumini wake. Imani za watu hao zilianza kama kupotea hivi ama kupungua kabisa. Akarudia, lakini hakuna ambacho kilitokea. Mtoto aliendelea kushindwa kuongea. Minong'ono ikaanza katika vinywa vya wahudhuriaji, minong'ono ya malalamiko. Kumbuka kila kichwa humo ndani kilikuwa kimetoa milioni 5 za Kitanzania. Lengo kuu ni kupata uponyaji. Hali ilikuwa inaanza kuvurugika kwa watu kuchukua simu zao na kuanza kupiga picha. Hii ilikuwa ni bidhaa muhimu sana kwa wambea na wauza taarifa za midako. Mchungaji ashindwa kufanya maombi ya uponyaji. Pastor Frank aligeukia kando na kuwaita wasaidizi wake, wakamchukua na kumtoa nje ya ukumbi. Halafu akaamuru mmoja wa watumishi wake akatoe taarifa kuwa mchungaji huyo ana siku ya 3 anaumwa. Hivyo alikuja tu hapo katika ukumbi kwa mapenzi ya watu wake. Lakini ni kama hali imemzidia, hivyo ameomba akapumzike. Waumini hao wakaambiwa wasijali chochote. Kila aliyetoa pesa kuingia katika ukumbi huo atarudishiwa usiku huo huo. Frank hakwenda hospitali wala nini. Aliukumbuka vizuri ule ujumbe ambao sekretari wake alimpatia. Ujumbe uliotoka kwa Kevin ambao ulidai anapaswa kumtafuta kwani anaweza kupoteza kila kitu. Alihisi ni mikwara tu, akadhani pengine Kevin ameshamuona ana pesa sana, hivyo anatafuta namna ya yeye pia kuzipata. Dharau za Frank zilikuwa zimefika pabaya. Huku akiwa nusu mwenda wazimu na nusu kuchanganyikiwa, alianza kuitafuta namba ya Kevin katika simu yake na kumpigia. Kevin simu ilikuwa inaita huku akiwa anaoga. Aliitazama na kuiona kuwa inaita, lakini alipotezea na kuendelea na mambo yake tu. Siku ya kwanza ikaisha, ya pili nayo ikapita, ikaja ya 3. Frank alishamtafuta sana Kevin bila mafanikio yoyote. Kuna namna alikuwa anahisi huo ndio mwisho wa mafanikio yake. Mara akapokea simu kutoka kwa sekretari wake. Sekretari akamwambia yule bwana ambaye alikuwa akihitaji kuonana naye kwa muda mrefu amekuja ofisini, hivyo afanye akaonane naye. Pastor alikuwa anakula muda huo, akainuka, hakujali tena kuhusu ule msosi uliokuwa juu ya meza. Lile jambo la kwenye simu lilikuwa ni la muhimu zaidi. Kufika ofisini, akamkuta Kevin amekunja. Frank akamuita ndani, wakakaa kwa kutazamana. Pastor akaanza kumuomba msamaha kwa kujieleza kinoma yani. Mara mambo mengi, sijui mtandaoni, mara nakosa nafasi ya kushika simu yako. Kevin alimsikiliza, kisha akacheka na kumjibu. Nikwambie kitu ndugu yangu, shetani anatujua wanadamu kama vile Mungu anavyotujua. Anatujua namna ambavyo tunajisahau sana tunapopata vile vitu ambavyo tunavitamani. Frank kusikia hivyo akajibu, sio hivyo bwana kaka. Mimi nimeona tu muda umepita sana hatujaonana. Nikatafakari sana na kuona nakosea. Kevin akamjibu, hukosei Franki, hukosei. Ni asili yetu. Najua kwa nini umenitafuta, najua. Franki akabaki kimya akisikiliza. Najua nguvu zako zimeisha. Kevin akamalizia huku akicheka. Franki alinamia kwa haya. Jeuri yake yote tayari ilikuwa imegeuka maiti kwa wakati huo. Kevin bila ya kuchelewesha muda akaanza kumueleza ni kwa nini nguvu zake zimekuwa hazifanyi kazi tena. Umempuuza Mungu wetu, umempuuza shetani. Umesahau ndiye aliyekupa hizo nguvu. Mimi nakutafuta unanipotezea. Amechukua nguvu zake zote na huna kitu ulichobaki nacho tena. Baada muda mfupi waumini wako wote watagundua kuwa wewe sio mchungaji wa kweli. Hivi karibuni pesa zako zote zitaondoka na hutabaki na kitu. Utarudi ulipotoka, utarudi kwenye kuchoma mahindi. Frank alizisikiliza sentensi hizo huku akiwa ameinamia. Akainuka na kwenda kufunga mlango wa ofisi. Kisha akarudi na kupiga magoti mbele ya Kevin akimuomba msamaha. Kevin akamuinua na kumwambia msamaha hauombwi yeye, bali yule ambaye amempa mali ndiye anapaswa kwenda kumpigia magoti. Frank alikuwa tayari. Alimuomba Kevin hata muda huo huo kama wanaweza kutoka waende ili akaombe radhi na hatorudia tena kufanya kosa. Kevin akamjibu hilo sio tatizo, wanaweza kwenda. Lakini awamu ya pili hawawezi kwenda kama zamani. Wanapaswa kubeba kitu ambacho kinaweza kumshawishi shetani ili awapokee. Frank alipouliza ni kitu gani, Kevin akamwambia wanapaswa kubeba nyama ya mtu. Frank alishtuka, akauliza nyama ya mtu? Unamaanisha nini? Kevin bila kusitasita kwa mdomo akamjibu ni nyama ya mwanadamu. Frank alikuwa amesimama, akaketi tena, huku akiwa katika mshangao mzito. Alihoji inahitajika vipi nyama ya mtu, ili hali alishauliza kuhusu masuala ya kafara na akaambiwa kuwa hayapo. Kevin alicheka, kisha akainuka juu na kwenda mlangoni akitaka kutoka. Frank alikuwa hamuelewi, akahoji, unakwenda wapi sasa? Kevin alijibu, nadhani hauhitaji tena nguvu, ngoja niende tu.
Frank ambaye alikuwa amekwisha kuonja utamu wa kucheza na mamilioni alimzuia na kumtaka arudi kuketi. Nipo tayari, njoo kae. Nipo tayari kutoa kafara. Kevin hakurudi na badala yake akamwachia kauli tu. Unapaswa utafute muumini mmoja, umuue, kisha uchukue maiti yake, twende pangoni. Utakula nyama ya muumini huyo ikiwa mbichi, wewe pamoja na shetani. Hapo ndio nguvu zako zitarudi. Bila hivyo usitegemee kupata tena uwezo uliokuwa nao kama mwanzo. Una siku 3 tu za kuamua. Ukiwa tayari utanipigia.